serikali. Tukiachana na hayo ni kwamba usemi wa spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kwa wawakilishi wadi wanaopania kuenea nyadhifa za juu linaendelea kuzua tumbo joto. Baadhi wanalalama wakisema ni ubaguzi, kwani wabunge wa kitaifa wanaolenga nyadhifa za juu hawajatakiwa kufanya hivyo. Alan Ochanda amezungumza na naibu spika na kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Meru. Kazi wa serikali wanapoendelea na kujiuzulu jinsi tu inavyotakikana kikatiba kuwa waweze kujiuzulu miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao ni Agosti 9 mwaka huu, basi pia spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi alinukuliwa hapo jana akiwataka wale ambao ni wawakilishi wa wadi kutoka kaunti zote nchini na ambao hususan wale ambao wanapania wana ndoto za kuweza kuwania nyadhifa za juu zaidi kuliko zile ambazo wanashikilia kwa sasa, kama pengine ubunge, useneta, ugavana ama uwakilishi wa kike, waweze pia kuandamana na wenzao na wale ambao ni wafanyakazi wa serikali katika pengine kujiuzulu, na hivyo imeweza kuzua mjadala mkali sana miongoni mwa wale ambao ni wawakilishi wadi katika hizi kaunti zote 47. Lakini hii leo tumeweza kukutana na yule ambaye ni naibu spika katika bunge hili la kaunti ya Meru ambaye pia anawania kuwa mbunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Anawania kuwa mbunge katika eneo la Imenti North hapa katika kaunti ya Meru. Elias Mrega hapa. Pengine utueleze tu, Spika Justin Muturi alisema kwamba wale ambao ni nyinyi wawakilishi wa wadi ambao mnapania kuweza kuwania nyadhifa nyingine ambazo ziko juu ya zile ambazo mnashikilia kwa sasa, mweze kujiuzulu kama tu wafanyakazi wa serikali miezi 6 kabla ya hayo. Nyinyi kama wawakilishi wadi ambao mnapania kuwania nyadhifa hizo, mnachukuliaje pengine usemi wake? Mimi kwanza kabisa sikubaliani na mheshimiwa spika kwa sababu yeye nikiangalia ni kiongozi wa nyadhifa kuu na pia anastahili kuelewa sheria. Ukiangalia sheria ambazo zilikuwa zinatungwa labda kwa manufaa ya wabunge kuu, na imekuwa ina discrimination kwa sababu tukiangalia kuambia mheshimiwa labda ule mwakilishi wa bunge la kaunti huku katika gatuzi la kaunti, utakuta wao wanaambiwa waresign ama wajiuzulu, lakini mjumbe ama mwenye ako katika member of parliament yeye aambiwa resign. So inakuwa kana kwamba ilitungwa sheria ya kufinyilia wabunge wale wa mashinani. So mimi ningetaka kuelezea hivi, high court imeweza koti kuu kuamua ya kwamba kulingana na jaji Koril na pia jaji Mativo ya kwamba hatuistahili kujiuzulu kwa sababu hata pia wale wengine hawezi kujiuzulu, na tuna mheshimiwa kama Marala, Cleophas Marara, Susan Kiika, wale ambao ni waheshimiwa maseneta, wao kujiuzulu na walikuwa ma MCAs. So tunaonelea kwamba mheshimiwa spika labda amepatiana mwelekeo ambao ni potofu na mwelekeo ambao hauna kisheria ndani yake. Na pengine tumeweza kuzungumza na spika wa hapa asubuhi, akasema kwamba pengine ni mapendeleo, ni double standards. Kwa upande wenu pengine mnaona kwamba pengine mmekuwa mkihoji kwamba pengine nyinyi ni kama wabunge tu, ila tu mko katika haya mabunge ya county na wale wako katika bunge la kitaifa. Nyinyi kama pengine wawakilishi wadi mtakuwa mnaelekea mahakamani, mnangoja pengine ufafanuzi zaidi ama mnajiuzulu, pengine mko pale katikati tu? Koti ya rufaa tunangojea ipate kupatia mwelekeo kwa sababu kuna wale walikata rufaa kwamba kuna Justice Korila ambaye alipatiana uamuzi tofauti na wale judges wengine. So tunangojea uamuzi ule, lakini ukiangalia mimi nimechaguliwa ili niwakilishe wananchi wa municipality hapa Meru kwa miaka 5. So unaweza fikiria miezi 6 watakuwa na kirisho na nani? So tunaangalia, tunaona ya kwamba wale ambao walitengeneza hii sheria hawakuwa wanaangazia labda matokeo baada ya kufanya hii sheria. So naona kuna ugumu sana ya sisi kuweza kujiuzulu kwa sababu hatuna wale ambao watawaacha kuwakilisha na hatuwezi kwenda kwa by election. So hatuko tayari na tunaendelea kufanyia wananchi wetu kazi hadi siku ya mwisho ambayo ni miaka 5 ama August tarehe 9.
Shukran kabisa. Na huyu ni Mheshimiwa Elias Murega ambaye pia ni naibu wa spika hapa katika bunge la Meru na ambaye anapania kuwa mbunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Na pia tuweze kuzungumza na yule ambaye ni kiongozi wa wengi hapa, pia ni mwenyekiti wa vuguvugu la viongozi wa wengi katika mabunge yote 47, Victor Kareithi. Pengine tu wewe ukizungumza, pengine utakuwa ukizungumza kwa niaba ya wale ambao ni wawakilishi wadi, hususan wanaotaka kuwania nyadhifa nyingine ambazo ziko juu ya uwakilishi wadi. Mmechukuliaje pengine usemi wa spika Justin Muturi kwamba wale ambao ni wanachama wake na wako ambao wana ndoto zaidi waweze kujiuzulu miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu? Tulishtuka sana kusikia yale matamshi ya speaker wa National Parliament, na ni matamshi ambayo ni potovu kwa sababu courts zetu, high courts, zimefanya ruling kwa hili swala miaka hapo awali, na nikana kwamba our National Parliament mara nyingi wakati wanatengeneza sheria ambazo zinahusika na mambo ya county assemblies wanakuwa na dhuluma, kwa sababu kama wangekuwa objective pengine wangekuwa wakisema yule member of parliament angependa kuwa governor ama senator pia aweze kujiuzulu, lakini wao wana specifically they always appear to be pinpointing on the MCA. So ile ambayo tumesema na tumeambia all MCAs across the country, tungependa they need to ignore that pronouncement by the speaker, and in any case hakuna vile mtu anaweza pigiwa kura afanye representation for 5 years alafu miezi 6 kabla ya elections aachane na hiyo kiti, kwa sababu itakuwa dhuluma kwa wale watu ambao walipiga kura kwa huyo MCA. So ombi langu ni kwa MCAs wale ambao na huyo ni mwenzangu Alon Ochanda akizidi kuchukua kauli za wawakilishi wadi kuhusiana na hatua hiyo ama kauli ile ambayo ilitolewa